moja, mtu wewe tu mmoja, wewe tu kila siku hilo hilo. Siti. Abe baba. Kanipe maji mwanangu. Changamka basi. Haya. Mamangu alikuwa analia. Alafu ghafla akanyamaza. Baba akatoka nje akanituma maji. Haukutakuwa kuna tatizo? Hapana. Ngoja nirudi kwanza nikaangalie kuna nini. Pole, hujasahau tu. Mbona unalia hapa? Twende ukalie nyumbani. Pole. Pole. Yaani nimechoka. Nimechoka kabisa. Yaani huyu mtoto wako amenichosha sasa. Yaani mume wangu, huyu mtoto sasa hivi amekuwa ni kituko. Yaani Siti humu ndani asikiki. Hapa ninavyokuambia, kuanzia asubuhi ametoka na alikoelekea sijui. Yaani Siti sio wa kufanya kazi yoyote humu ndani, sio wa kuosha vyombo, sio wa kufua nguo, sio wa kudeki ndani. Yaani kazi yake akiamka ni kuzurura tu. Kazi zote nafanya mimi. Yaani kama vile sina mtu humu ndani. Sasa kiufupi mimi nimechoka. Na hapa nikianza kuongea wataanza kusema, "Oh, mama wa kambo anaongea sana anamtesa mtoto." Mimi hayo mambo sitaki. Kaa uongee na mwanao. Tofauti na hapo mambo yatakuwa mabaya. Mimi yakinishinda nitaona. Kwa sababu sielewi juu ya mtoto wako. Na tabia hii imeanza lini usiku ndani? Ni muda. Sema tu nilikuwa nakaa kimya, maana tukiongea sana sisi mama wa kambo tuna mambo mengi. Wanaanza kutupakazia, lakini watoto sio kwamba tuwapendi, ni watoto wenyewe hawajipendi. Yaani huyu mtoto sio leo, ni siku nyingi tu anafanya hiyo mambo. Sasa ninavyoona huyu mtoto atakuwa shanza tabia za mabwana. Kwa sababu yuzekana akawa anatoka tu from nowhere, anatoka tu. Kama sasa hivi natakiwa mimi niwahi kazini.
naondoka saa ngapi kwenda kazini? Nataka nifungue duka saa 2, lakini matokeo yake nafungua duka saa 4, saa 5 kwa sababu nalemewa na kazi hapa nyumbani. Mimi kama ikishindikana basi unitafutie hata msichana wa kazi aje anisaidie hapa nyumbani. Usijali mke wangu. Mimi nitaongea naye. Kwa na amani. Ndio ufanya hivyo. Tofauti na hapo, mambo yatakuwa mabaya. Shikamoo baba. Mama, jambo. Sijambo. Shikamoo mama. We, unaenda wapi? Hebu njoo kwanza ukae hapa ongea na babako. Siti. Abe baba. Ulikuwa wapi? Nilikuwa nimeenda makaburini Kufanya nini? kufanya usafi. Yaani humu ndani sasa unajipangia unavyotaka wewe, si ndio? Ukoshe vyombo, upiki, ufagii, wewe umekuwa nani? Sitaki uwe pumbavu. Sawa Utamfuata mamako alipokuwa makaburini. Nishakwambia hiyo. Mke wangu ndio anafanya kazi yako muda, si ndo maana yake? Njoo kwanza hapo pumbavu mkubwa. Simama. Sikiliza. Sitaki ujinga, pumbavu mkubwa wewe. Ushike adabu yako. Kwenda kule. Toka sikoni hapa. Pumbavu mkubwa. Tena ukome tabia hiyo. Dada, nimepita kule makaburini, nimemkuta Siti analia juu ya kaburi la mama yake. Anatia huruma. Alafu inaonekana haishi vizuri na baba yake. Kadhoofika. Mdogo wangu, hicho unachokisema huenda ikawa ni kweli kabisa. Kwa sababu ni muda mrefu nimekuwa nikimuona Siti akiwa kwenye hali ya huzuni. Nilikuwa katika harakati za kufuatilia kuhusu hali yake. Inasikitisha sana. Ila kwa hizo habari za makaburini, amefikia stage mbaya sasa. Anaweza akaathirika kisaikolojia. Inabidi nifuatilie kuhusu hili. Alafu dada, kingine kinachoniumiza zaidi, Miriam haendi shule dada. Miriam hasomi sasa hivi. Angalia kama sasa hivi wenzake wote wako shule, lakini yeye ndio yule analia juu ya kaburi la mama yake. Anatia huruma. Miriam, ninakushukuru sana mwanangu kwa taarifa hizi. Asante sana sana sana. Kwa sababu kama unavyojua, huku na kule kwa kina Siti ni mbali. Taarifa kama hizi mimi siwezi kuzipata. Ninachokuomba mdogo wangu, chochote kibaya utakachokiona kuhusiana na Siti, usisite kunijulisha. Kama unavyojua, anaishi naye pale ni mama yake wa kambo. Ni dhahiri kwamba hawezi kuwa na uchungu kama mama mzazi. Kwa hivyo, taarifa yako inanisikitisha sana. Mimi kama mama yake niko tayari kulishughulikia hilo. Umefanya vizuri sana kuja kunipa taarifa hii. Ninakuomba usisite kunipa taarifa yoyote inayohusiana na yule mtoto. Nitamuita baba yake, nitaongea naye. Nitajua namna ya kumsaidia. Kwa sababu nimeona wewe ndo mama mkubwa wake. Nije nikwambie changamoto anazopitia, zishughulikie. Ninakushukuru sana. Asante kwa taarifa. Mungu akubariki sana. Aya, asante dada. Aya, kwaheri. Hivi wewe sasa una matatizo gani wewe? Muda wote umeweka nguo 2 kwenye beseni, hujafuata moja. Kwani wewe mtoto una matatizo gani? Mama, nasikia njaa tangu jana sijala chochote. Nasikia njaa. Afuta machozi. Usiongee na mimi uko unalia hivyo. Nionekana kunyanyasa au? Futa machozi nimesema. Eti mama nasikia njaa. Kuna mtu anayekula bila kufanya kazi? Fanya kazi ndio ule. Na hizo nguo nakupa dakika hizi 2 ziwe zimeisha. Alafu wewe unataka kula wewe. Kula. Alafu hizo nguo zikule. Fua hizo nguo haraka. Hebu kaza mikono, angalia ilivyolegea. Mtoto livivu kama nini? Na inawezekana hata mamaka alikuwa mvivu hivi hivi. Afutaki kusikia kelele. Unasikia wewe? Na naondoka, nirudi nisikute hizo rundu, utaona nitakachokufanya.
Shem, kwanza kabisa nashukuru kwa kukubali wito wangu. Ila pia samahani kwa haya nitakayokwenda kukuuliza kama nitakukwaza. Nilikuwa naomba kujua kuhusu huyu Siti mwanetu. Maana yake ni muda mrefu sasa namuona yuko mtaani. Haendi shule. Wakati ukiangalia yule bado ni mtoto mdogo, anatakiwa awe shuleni. Wenzake wote wa rika lake wako shule. Na ukiangalia kwanza ndio sasa hivi yuko form 3. Anapitwa na masomo ujue. Kwa hiyo nilikuwa nakuomba sana unisaidie kuhusu hilo. Shemeji, swala la Siti usiwe na wasiwasi. Siti mwanangu mimi na Siti nampenda. Siti anaishi maisha mazuri, anakula vizuri, analala vizuri. Na vile vile Siti nimemtafutia shule. Ndani ya wiki 2 au wiki 3 Siti ataanza kwenda shule. Kwa hiyo shemeji usiwe na wasiwasi. Ni kweli unavyosema kwamba anakula vizuri, anavaa vizuri. Hayo yote ni sawa. Lakini sidhani kama hayo yote yanaweza kumsaidia kwa maisha yake ya baadaye. Kwa sababu ukiangalia Siti ana maisha yake mengine baada ya kula na baada ya kuvaa. Hivyo mnavozidi kumkalisha nyumbani muda mrefu mnamharibu kisaikolojia. Hata hiyo shule unayotaka kumpeleka baadaye, endapo atakuwa ameshakaa nyumbani muda mrefu, nadhani hata ile elimu ndogo tu alikuwa ameipata itakuwa ishapotea. Kwa hiyo basi ninachokuomba, make sure kwamba anaondoka haraka sana kwenda shuleni. Ninakuomba. Na ukiangalia mimi ni kama mama yake mtetezi ambaye nimebaki kwa sasa. Sifurahishwi kabisa na kitendo cha kumuona Siti yuko mtaani. Atakuja kuharibikiwa kimaisha. Ninakuomba sana shemeji yangu. Ninakuomba sana, niko chini ya miguu yako. Hakikisha kwamba Siti anaenda shule haraka iwezekanavyo. Kwa kulifahamu hilo, ndio maana nikamtafutia shule kwa bora ili aende akasome vizuri na maisha yake atakuwa safi kabisa shemeji. Shemeji, kwa hilo wewe usiwe na wasiwasi wala usiwe na hofu kabisa kwa hilo. Kuwa na amani shemeji yangu. Asante sana Shem. Nashukuru sana Shem. Haya, karibu tena. Haya shemeji. Haya Shem. Siti. Unaona hichi chakula? Si unajua mahali pa kukipeleka? Wapi? Kwa mpenzi wako. Sio kwa mpenzi wangu. Sema kwa anko. Kwa anko. Shika. Ukifika, mpe chakula, wewe rudi nyumbani. Sitaki mambo ya kuanza kujichekesha. Sipendi. Si unajua, uwahi kurudi hapa nyumbani. Na usije kumwambia baba yako. Umenielewa? Si unanijua vizuri? Sawa. Vipi mke wangu? Safi za kwako. Safi, umeshindaje? Sawa, karibu. Safi za hapo. Nzuri tu. Unacheza game hapo mke wangu. Naona umeme wenyewe umekatika. Niwe najiburudisha tu. Uko peke yako? Siti kwa vipi? Anamuelezea Siti tena. Kama kawaida yake, kashachomoka. Kwa hiyo amekwenda wapi Siti? Hatakuwa ameenda wapi zaidi ya kwenda kwa hivyo vibwana vyake. Maana nilikuwa nimejikaria hapa nikaona kuna vibwana vinachungulia hapo. Sio muda na yeye kapotea. Kwa hiyo Siti kashaanza mambo ya naume huko ndani. Mara ngapi sasa? Maana ndo kaida yake, mbona kashazoea? Nishachoka. Yaani nishachoka. Kila ukitoka huko Siti, ukitoka kwa Siti hajakosha vyombo, Siti hajapika. Siti amekuwa Siti aina gani? Na kwa nini mama mtu unishikia siku kwamba kana mwanao mwambie, kwa sababu ndo wewe ndo mamake ulikopo sasa hivi, sasa atamwambia nani usipomwambia wewe? Mume wangu, sio kwamba siongei naye. Naongea naye sana tu, lakini mtoto asikiki, ashikiki, asikiki kitu chochote. Yaani mimi hapa ndo ananichukulia kabisa kama mke wenzake. Tanipunze. Hebu niletee maji ya kunywa kwanza. Maana nitanitoa leo na maana. Kila siku hapa Siti, sijui alipo, sijui kaenda wapi. Unakula? Hapana. Sasa unahitaji chakula afu hujala mpaka sasa hivi. Kwa nini hujala mpaka muda huu? Mama hajanipa chakula. Sasa mama yako anakupa chakula, mbona uniletee? Alafu akupe chakula.
Karibu. Baby. Ameshatoka tayari. Ameondoka sasa, umeka chakula tunakoondoka. Samani ulikuwa unaongea na nani? Mama yako ndo amenipigia. Alikuwa anauliza kama bado upo au umeshaondoka. Shikamoo baba. Jambo. Sijambo. Nimerudi. Umerudi umetoka wapi? Mama alikuwa nilikuwa nimeenda kwa rafiki yangu baba. Mbona usikii? Nataka nikwambieje wewe mtoto mpaka uelewe. Siti. Kwa tumekosa nini mundani mwanangu? Hebu niambie kwanza. Kila siku Siti, mara umetoka umekwenda huku, mara umekwenda huku, kufanya nini? Una shida gani kwani mwanangu? Ushaanza mambo na wanaume, si ndio? Hapana. Kumbe hawa wanaume wakikutia mimba lako kwa mimi hapo usiniletee. Ushanielewa eh? Ukoona umekutia mimba lako uko huko kwa wanaume wako. Hapa sipo. Nishakwambia. Sasa nisikize vizuri. Utamfuata mamako alipo. Ukiniletea upuzi utamfuata mamako alipo. Kwa maana kama nataka nitoe, si ndio? Nataka mama mkose, baba naye mkose, nataka na pressure, si ndio maana yake? Kumbe tatizo liko wapi? Una shida gani mwanangu? Hebu kaniletee present. Leo nataka nikuonyeshe ndio utajua kama ndo babako. Kila ukiambiwa ndio usikii. Sasa leo nataka nikuonyeshe ndio nataka kukufundisha adabu. Leti. Kila siku Siti, tulia. Hapana nini? Nisamehe. Nikusamehe kitu gani? Kila siku unaambia nini? Sasa nataka nikutia adabu. Mbavu mkubwa. Kimya. Ungekuwa hata kama ungekuwa unambo ungekuwa mbavu mkubwa. Baba, toka hapa. Kuna umenitisha? Umeulambia? Si vitu vya kawaida tu. Najua nilikuwa nimemaliza kula. Nikasema kidogo nijiandae, nimeoga, nimejiandaa, nimepiga cutie. Nikasema nitoe kidogo niende kwenye menja yangu. Unaenda? Baby night tunazana naenda wapi rafiki yangu? Mimi sina mambo mengi. Lazima nitoke niende kutembea kuzunguka. Mimi na deal nyingi baby. Wewe unajua mimi sio mtoka nyumbani muda wote. Okay, sawa. Vipi leo? Ana msosi leo kuandalia leo? Si wa mchezo. Wow, chakula kitamu sana mpenzi wangu. Asante. Yaani chakula kitamu, nimekipenda chakula ulivyopika. Usane nyama nakula laini, nyama nikifanya hivi tushamegeka. Hongera bibi. Unajua sana kupika wewe mwanamke. Mcheo nanukia kama biliani Muscat. Yaani nimekuwa nimeenjoy, nimeona kama niko Oman. Hongera. Ile ambacho kimenisikitisha, ambacho kimeniumiza ni kusana Siti. Ule mtoto amekuja hapa anaonekana na njaa kweli kweli. Nampa chakula nafaka 100 kweli kweli. Kwani umpi chakula mtoto? Yaani baby, kitu usichokijua kwa huyo mtoto. Hakuna mtoto naishi naye vizuri kama Siti. Naishi naye vizuri sana yule mtoto. Nampenda, namjali, na uwezi amini. Kabla sijampa chakula kuletee, nimempakulia chakula na amekula. Na mpaka amehacha kabisa. Sasa unavyoniambia kwamba amefakamia chakula, nashindwa kuelewa kabisa. Maana alivyopiga chakula kile nikasema mtu ana njaa kweli kweli. Yaani moyo wangu kaniuma sana. Japokuwa sina mtoto lakini moyo kaniuma mpaka utumbo kacheza namna hii. Kwacha. Anyway, tuachane na hayo. Vipi ule mpango sasa mbona ufanye mpenzi wangu? Kila siku mimi nakwambia tufanye hiki. Mimi nimechoka kuishi mwenyewe. Mimi nataka umwache jamaa yako nikuoe tuishi wote.
Kila siku nakwambia mpige huyu jamaa chini. Kamata mali zile. Tuje tuanze maisha vizuri. Au huwezi kudhulumu mali mimi nikusaidie kudhulumu. Unajua nini baby? Mambo mazuri hataki haraka. Kwa hiyo inabidi twende taratibu. Ila unajua kile kitoto kinakaa kinazengea pale nyumbani. Sasa kuna mpango nimesikia anasema kwamba anatakiwa aende kwa mama yake mkubwa. Sasa anasubiri atoke tu yule mtoto. Akishatoka mimi naingia ndani naiba zile hati afu nakuletea. Unajua mwanamke wewe una akili sana. Ulipoanza mwanzo pakubwa sana. Lakini unja kuongezea akili kidogo. Yule haitakiwi kuiba. Ukiiba utaiba vitu vichache. Kanae vizuri, mpe vyote ambavyo hujawahi kumpa. Naelewa vizuri. Baby bwana. Akia Mungu mimi nakwambia. Alafu kishamaliza unakaa naye chini, unamuomba. Unaambia bibi naomba unisaidie hizo dokumenti zote. Yule atakupa kila kitu hata vile ambavyo vijui atakupa. Alafu akishakupa hasa mpenzi wangu. Chap toka. Lete kwangu mimi nikuhifadhie. Mimi ndachokifanya, ndachukua zile hati, ndakwenda kubadilisha majina. Hati zote ndaandika majina yako wewe, mpaka saini kila kitu. Kweli baby? Mimi si mtoto wa mjini, unaonaje baby wangu? Sasa hapo hujaniagiza bali umenipa. Yule mzee sinamweza. Si nimemweka hapa. Kila ninachomwambia ndiyo mke wangu. Ndiyo mke wangu. Sasa nikitoka hapa naenda kumweka chini na muomba zile hati. Najua hawezi kuninyima. Na kuahidi kesho nishakuletea hapa. Na kila kitu kitaenda sawa mpenzi wangu. Baby unatisha sana. Unajua mimi wakati mwingine. Unajua binadamu tukizaliwa Mungu anatupa vitu vya kuishi mbele kabisa. Kwa naamini mimi wakati nipo tumboni kwa mama yangu, Mungu anaekea kabisa damu yako kwamba huyo anapokuja kukua atakutana na mwanamke fulani. Ndio wewe. Nakupenda sana mwanamke mwenye akili nyingi wewe. Kama yana ukweli sawa. Kwa jamaa anakuzeesha tu yule. Mimi mwenyewe nalipenda basi nasubiri tu nikamilishe mambo yetu yakishakaa sawa lishilie mbali huko. Baby I love you. Love you too. Wewe mjinga, ulikuja kufanya nini huko? Umekuja kufuata nini? Hivi wewe mtoto kwani usikii wewe? Unakuja kutia aibu eh? Hiyo unalialia nini sasa? Twende ukanieleze nyumbani huko. Basiti. Nimemkuta mtoto wako juu ya kaburi la mama yake, tena akiwa na kundi la vijana. Hivi sana tutia aibu huyu mtoto? Yaani kila siku anazidi kutudhalilisha tu jamani. Mimi ninachokitaka, kama kweli unataka kunifurahisha, nataka leo muadhibu. Tena umuadhibu kweli kweli. Na mimi ndo nitakapofurahi. Maana amezidi kutaibisha huyu mtoto. Wewe, mbona kama nasikia Sita analia ndani alafu umekaa hapo? Ya hapa ya kuhusu, fuata ya kwako. Unasemaje wewe mwanamke? Yaani mtoto analia ndani kabisa unasema hayanihusu. Hujui kama huyu ni mwanangu? Wewe mwanamke gani una roho mbaya kiasi hicho? Nakupanda dakika hizi 2, usikwenda na macho yangu. Hivi wewe baba, kwa nini unamnyanyasa sana huyu mtoto? Sio mwanao huyu? Unampeleka wapi mwanangu? Mwache. Mwache mwanangu. Siti, ingia ndani. Mume wangu, singemwacha tu akaondoka naye akanipunguzia tu mzigo. Sasa baada ya kuja chumbani moja kwa moja unakaa hapa vipi? Na maana kuja chumbani unashindwa? Mpenzi, unajua mimi nimeokoka na unajua miko ya warokole. Mambo ya kuzingizini mimi nishachoka. Njoo nyumbani jitambulishe, unanipa ahadi tu nitakuja. Njoo jitambulishe, tufunge ndoa, uwe mume wangu wa halali. Baby, asa kokoka kuingia jambo mimi nakupenda. Wewe unajua mimi nakupenda mpaka wewe mwenyewe unajua jinsi gani ambavyo nakupenda. Anajua kabisa ninakupenda kwa moyo wangu wote. Unajua bwana baby.
Sasa na nyumbani mimi nitakuja tu mpenzi wangu. Sasa hivi najipanga, bado kuna vitu tufanye vijakaa sawa. Lakini vikaa sawa tu hivyo vitu. Mimi nitakuja nyumbani, nitajitambulisha na nitakuja niko full, nitakuja na mzigo wa kutosha. Na mimi nakwambia hivi, mimi siku ambayo nakuja kwenu sikataliwi. Yaani mama yako akiniona, baba yako akiniona anasema, "Wow." Yaani baada ya kupokea mali yangu, yeye atoa mali yake kunipa mimi. Mimi nakwambia. Kwa sababu sitokuja kinyonge. Umeelewa vizuri baby. Ila tu kuna kitu kimoja sasa hivi na nasubiria ikae vizuri, kisha kaa vizuri, mimi nitakuja nitakoa. Siwezi kuwa mwanamke mwingine tofauti na wewe bwana. Mtoto mzuri kama chocolate. Mtoto mtamu wewe. Mimi na mwana mtu mwingine tofauti na wewe bwana. Sawa baby, lakini utakuja lini? Maana nishachoka ahadi. Kuna mtu hajakaa sawa. Vitu vishakaa sawa, nimwambia nitakuja tu. Nikwambie kitu. Kuna mama mmoja na mwinda winda hivi akae vizuri huyo dada. Huyo ametaniletea mali. Yeye nimemwambia kuna hati fulani vinazichukua za nyumba za viwanja za mimi magari manini. Akishaniletea mimi nitadhulumu. Baby unataka kudhulumu? Sasa kudhulumu kawaida ndio maisha yalivyo. Na huyo mtu ni yupi? Unamjua mzee mmoja anaitwa Basiti? Na Basiti. Yeah, namjua. Basiti. Sasa Basiti sana mke wake. Asa ndio yule mke wake. Mimi ananipenda kinoma. Ananipenda sana. Na amenaidi anataka kuchukua mali zote za Basiti, dokumenti zote aniletee mimi. Hasa kama unavyojua, mimi zile mali zote, zile mali hazina mtu. Mwenye mali Basiti mwenye shakufa, nataka nizimiliki mimi. Sasa kizimiliki mimi, maana yake mimi na wewe tunakuwa matajiri, hata tukioana wala kuna shida yoyote. Sawa? Basi hizo hati fanya kikuletea nipe mimi nikae nazo. Sawa, mimi ninapokupenda. Mimi kiletea hati naweza kuletea ufazi mpenzi wangu. Kwani kuna shida gani? Mimi nitakoe wewe bwana baby. Maira nzuri. Mtu mzuri bwana. Mtu ni kama chocolate. Mimi nikamba tunakuona wewe tu. Mimi nitapata mwanamke mwenye macho mazuri kama ya kwako. Baby. Hebu twende chumbani basi. Hapana baby, fanya uje nyumbani. Mimi nyumbani si nitakuja. Twende nyumbani kuna Biblia. Twende chumbani kuna Biblia mpya nimenunua. Umenunua kweli? Twende kusoma Biblia bwana. Sasa baby. Na baby. Na jambo nilikuwa nataka nikushirikishe. Kuna mambo ambayo naona kama hayaendi sawa. Sababu naona sasa hivi ndugu wa mke wako wanajisogeza sana hapa. Sasa samani lakini. Hivi zile hati za nyumba, viwanja ziko sehemu? Zile mwanzo ndani mke wangu. Sasa unaonaje unikabidhi mimi nizihifadhi? Maana zikiwa kwangu zinakuwa mahali salama. Utazihifadhi vizuri lakini. Mimi tena baby. Kwa makini kwa hilo lakini. Mazaliwa shana chokwa hata uzihifadhi wewe. Sawa mke wangu. Nipe mimi. Basi acha nikakupe basi. Nipe basi sasa hivi. Basi acha nikakuchukulie. Haya. Sijali mama watoto. Sasa hati hizi hapa mke wangu. Siona hivi. Hizi hapa ndio kile chake wanaweza chanika. Hizi hapa hizi ndo za nyumba hii hapa. Lakini mke wangu chotakiwa muangalifu. Usijali zikiwa kwangu simekuma. Wewe si unaniamini? Nakuamini mke wangu. Wewe tena. Tuondoke mke wangu. Asante mamkubwa, hata sikai sana, nimekuja tu kukusalimia. Siti, mbona uishagizwa haraka zako mwanangu, kila siku una haraka? Kuna shida gani? Si unajua mamkubwa baba alivyo mkali. Nimekuja tu kukusalimia. Naelewa. Lakini mamkubwa kuna kitu nataka nikwambie. Nimemuona baba amempa mama nyaraka zote na hati ya nyumba. Siti, una uhakika na unachokiongea kweli? Ndiyo mamkubwa. Hati ya nyumba baba alimpa mama. Na mama haonekani kuwa mtu mwema kabisa. Hebu subiri. Siti mwanangu. Twende nifuate huyo babako. Baby.
Baby. Baby. Surprise. Karibu. Nini tena baby jamani? Mbona unapenda kuniumiza? Kitu gani tena? Fumba macho kwanza. Unapenda kunitia balaa wewe? Fumba macho baby. Haya. Maybe ajaye anafurahisha. Na hesabu mpaka 3. Sawa. Nikihesabu mpaka 3 ndio unafumbua macho. Ila, Sawa? Naam, na ugwado wa kufungua kuona. 1 2 3. Nifungue. Fumbua. This is my document. Wow, baby, jamani baby. Asante Mungu. Thank you, thanks God. Asante kwa Mungu wa binti. Jamani. Asante mama mzaa chema. Kwa kumzaa mwanamke huyu binti mwenye akili jamani. Mwenye akili na maarifa makubwa kuliko Mark Zuckerberg. Mwenye akili na maarifa makubwa kuliko Albert Einstein. Mwenye akili. Sasa baby hapo unafanya maombi. Baby, hebu kwanza nipe. Hongera sana mpenzi wangu. Naomba nizishike. Kwani baby una hamu sana? Kwa nazo sana. Sana mpenzi wangu, yani ni kuna hamu na ugwado wa kuzishika baby wangu. Hati jamani. Usinifanye hivi, mimi nitakufa, moyo wangu umepasuka, nitakufa mimi jamani. Baby. Sasa baby, nimepata tabu sana kuzipata hizo. Kwa hiyo nakuomba, please, kwa makini. Naomba uzitunze vizuri. Unajua maisha yetu yako hapo Najua. Mimi ya kwangu nimemaliza. Bado wewe. Na kwamba hivi, kwanza kabisa hizi hati zimefika kwenye mikono salama mpenzi wangu. Zimefika kwenye mikono salama kabisa. Mikono yenye upako na mikono yenye baraka. Nitakachokifanya kwenye hizi hati ni kwenda kubadilisha majina yote. Yote unakuwa wewe ndo mmiliki. Wewe ndo utamiliki kila kitu ambacho umeletea hapa ndani. Naona sio mchezo. Baby. Kila kitu kipo humo. Magari, viwanja, nyumba, maduka. Mimi ya kwangu nimemaliza. Na kusikiliza wewe. Zadi nakupa ni kuimbia tu. Tumera. Tumera. We! Tumera. Yaani hapo sipati picha nitakapo nimevaa lishera lile likubwa lile. Twende chumbani. Tumera. Tumera. Chum. Shem vipi? Vipi? Asante, habari? Siti? Abema mdogo. Ingia ndani. Shem, kabla sijaondoka, kuna jambo nilikuwa natamani kujua. Kwa ninavyojua, mali unazomiliki ulitafuta ukiwa na mdogo wangu na zingine ulimkuta nazo. Basi nilikuwa naomba kama inawezekana na kama hautojali niweze kuona hati miliki zake. Shemeji, hati zipo. Simo ndani. Ila hati nimemkabidhi mke wangu. Ila bahati mbaya kwa sasa hayupo. Ila akirudi nitazichukua mimi, nitakukabidhi shemeji. Utaziona shemeji, hati zipo. Sio na wasiwasi shemeji yangu. Katika kosa kubwa ulilofanya ni kumkabidhi mkeo hati miliki ambazo hausiani nazo kabisa. Nadhani unajua fika kwamba hizi mali ni za kwako na mkeo wa kwanza ambaye ni mama Kisiti. Huyu hazimuhusu hata kidogo. Umewezaje kumkabidhi hati miliki? Sasa shemeji, nimekosea wapi? Kumkabidhi mke wangu hati kuhifadhi nimekosea shemeji yangu? Tatizo lipo kwa sababu amekukuta na hizi mali na tayari ukiwa na mtoto. Sasa hizo hati zinamhusu vipi? Sasa nakuomba. Naomba fanya juu chini. Hakikisha unazipokea kutoka kwenye mikono ya huyo mwanamke. Na utakapozipokea nitaomba nizione. Basi kwa hilo shemeji usiwe na wasiwasi. Akirudi mimi nitamwambia anipe na kisha nikabidhi nitakupigia simu shemeji yangu. Utakuja utaziona. Usiwe na wasiwasi shemeji yangu. Hati zipo. Ngoja mimi niwahi mara moja. Karibu sana shemeji, mama katatoka chini. Asante shemeji. Wala usiogope na haraka shemeji yangu. Haya sawa. Karibu sana shemeji. Najua mwanamke misatu umelipa nini? Kwa nini? Wewe acha tu. Sababu ya kuita hapa ungejua ndani kufanya surprise ambayo hujaitegemea kwenye maisha yako.
Ndio kwamba mwanamke mimi nakupenda wewe. Nikasema mwanamke siwezi kukuacha wewe. Mwanamke mzuri kama wewe, kama Maria Magdalena, anawezaje kukuacha? Surprise gani mpenzi? Na kufanyia kama nilivyofanyiwa. Surprise na fumba macho. Na kuhesabia mpaka 3. 1, 2, 3. Fumbua macho. Wow, surprise. Wow. This is my document. Wow. Hey, una akili wewe. Umo kuna hati zote za viwanja, za majumba, za magari na kila kitu. Kuna kadi za gari umo, kuna hati za viwanja, hati za nyumba. Sawa mpenzi wangu, utunze hiyo ndomboni yetu, ndo macho yetu. Mategemeo yetu yote yako hapo. Okay, asante mpenzi, usijali. Yaani amini hizi ziko kwenye mikono salama kabisa, uwe na amani. Na maana nakupenda jamani mwanaume wewe. Sijui tasema nini kingine. Unajua wewe ngoja nikwambie. Mimi ninavyokupenda Miriam. Si nikwambieje? Unajua ni kuangalia mwanamke mzuri sana Yaani umefanana na Maria Magdalena. Mwanamke kama hauna dhambi. Mimi sasa hivi ukiniambia chochote nakupa. Hata kama utasema bana baby nitaka ukate kipande cha utumbo wako kiwe changu. Nitakata kipande cha utumbo nitakupa wewe. Wala sina shaka na hizo ziki ndogo ndogo mimi. Baby, nakwambia hivi, toka kukua kwangu nimekula kila aina ya chakula, nimekunywa kila aina ya maziwa, nimenyonya kila maziwa baby. Lakini nikwambie tu, ladha yako na utamu wako umezidi chocolate, imezidi vanilla, sijawahi kukutana nayo. Ndio maana nakupenda mwanamke, watu mwingine nakupenda mpaka nashinda hata nifanye nini. Nazimiaga peke yangu ndani. Nakota kila siku mwanamke. Wewe ndio mwanamke wangu wa dhahabu. Nikwambia cha mwisho, nakupenda kuliko fedha, nakupenda kuliko dhahabu, nakupenda kuliko dunia. Nikiambiwa nipewe chochote na wewe na kuchagua wewe. Njoo nyumbani mpenzi. Nitakuja, mimi nyumbani nitakuja. Wewe kuwa na amani nitakuja. Haya basi mimi ngoja niondoke. Sasa basi tena kusindikize bangu. Uzitunze? Sawa. Mume wangu. Vipi mbona umekaa nje? Mbona punga upepo kwa mke wangu, nifanyeje na wewe haupo? Haya. Basi tena nikuulize. Eti zile hati ziko wapi sasa hivi? Mume wangu. Si umenipa nihifadhi. Nimezitunza. Sawa, lakini kuna shida nazo kidogo. Niko nataka toe kopi, kuna vitu navihitaji mule. Nimezihifadhi mbali. Sasa nitazipataje? Basi kama unazihitaji, nitakuletea. Hamna shida. Niko sehemu salama lakini. Ndio. Dada, hizi ni documents ni za baba Siti ambazo mama Siti alimuunga mpenzi wangu, na mpenzi wangu alizileta kwa nia ya kwamba tubadilishe jina, lakini nikaona sio busara tubadilishe jina. Kwa nimeamua kukuletea wewe kwa sababu hii ni haki ya Siti. Kwa zibadilishe, uziandike jina la Siti iwe halali yake na kukabidhi. Mira mdogo wangu. Wewe mbinguni unaenda bila kipingamizi. Unaweza ukahisi kwamba ulichokifanya ni kitu kidogo, ila umefanya jambo kubwa mno. Kiufupi ni kwamba umeiokoa hatima ya Siti. Hizi documents hizi nimeshazifuatilia mno kwa muda mrefu, nikihitaji tu nizione, lakini baba Siti ameshindwa kunionyesha kutokana na kwamba ndani kwake hazipo. Yeye mwenyewe hapo alipo mpaka sasa anazitafuta. Sijui nikushukuruje Miriam, ila Mungu mwenyewe anaweza kukulipa. Asante sana Mungu wangu. Asante sana. Asante, ufike salama mwanangu. Binadamu mwingine bwana.
Haya ndo madhara ya kuishi na wanawake ambao hawana upendo wa dhati. Wengine wanafuata mali tu. Sasa hati za mtoto hizi, kweli unaenda kuhonga mwanamke, unaenda kumwonga mwanaume ambaye hujui umetokana naye wapi? Kweli? Basiti! Baba Siti! Basiti, nipo hapa. Baba Siti, sitokuacha salama mpaka pale utakapowaambia watu kwamba wewe ndo chanzo cha kifo changu. Kama unatoka. Ndio, nataka kutoka. Hapa ni kwangu, nataka kutoka nenda kwenye mambo mengine huko. Kwani kuna shida gani? Sasa nilikuwa nimefuata zile hati. Kama utakuwa hujabadilisha yale majina nipe, maana naona muda unazidi kwenda, taenda kubadilisha mwenyewe. Hati gani? Si nimekuletea hati hapa juzi. Maletea hati? Mbona sikumbuki? Alafu nisikilize. Kama umekosea nyumba, hebu niambie. Mimi sitaki fujo nyumbani kwangu. Baby bwana, hebu acha masiala, mimi niko serious. Masiala nini? Unipa hati, mbona unanijua mimi wewe? Wewe unanijua? Mpaka unaletea hati? Unipa hati kama nani? Hivi wewe unataka kuamsha waliolala? Unataka kunipandisha wazimu wewe? Hivi unanikana leo hii, wewe unanikana unijui mimi? Hebu nisikiliza kwa makini. Stella, mimi sijawahi kudhulumika hata siku moja. Ninachokwambia ni hivi, naomba hati yangu. Naomba hati zangu zote. La sivyo, nitakachokufanyia hutakuja kusahau maishani mwako. Mimi hapa nakupa siku hizi 2. Nikirudi hapa nahitaji hati zangu. Sina maneno na wewe. Wewe vipi? Wewe umekosea nyumba eh? Unandai hati, unanijua mimi wewe? Hebu nenda kama nakwenda huko. Nenda huko wewe. Unanijua umenipa hati mimi? Ndiga mmoja. Yaani ujinga wako mimi ni ule ujinga wako. Si mpumbavu mwenyewe. Unakuja kuongaonga hati mimi nakufahamu. Sikujui. Hujanipa chochote. Baby. Ndio nimekupigia sana simu lakini nikaona hata simu yangu yenyewe ushiki, ikabidi nikutafute. Hata umekuja hapa tuzungumze. Sasa unajua yule demo alikuja, yule mama yule alikuwa anakuambia. Alinipa hati. Amekuja wao ndani nipe zile document. Mimi nikashangaa, nataka document za nini? Umeelewa? Sasa nikafikiria nikaona yule pia ni binadamu. Na binadamu anaweza kubadilika akili. Sasa nikasema nije haraka nikabidhi zile document. Au mimi nitoke, twende nikazibadilisha kabisa jina, niandike majina yangu ili mimi na wewe tuweze kuwa mke na mume, sasa tufunge ndoa vizuri bibi wangu. Sawa? Kwa hiyo nataka unipe hizo document. Twende sema kwa nyumbani ukabidhi document ili kesho tukazibadilishe. Hati? Hati gani? Bibi bwana, hasa hati gani vipi? Si hati ambazo nimekupa, ambazo nikwambia uweke ili tubadilishe jina tumdhulumu yule mama. Basi kama ulinipa hati zimepotea. Bwana acha utani bwana. Hasa hati zimepotea vipi bwana? Nipe bwana zile hati kabadilishe jina. Sasa kama hati zilizopotea nimekupa tu jana afu zimepotea na kwa sio kitu kizuri. Nipe zile hati kabadilishe jina, mpango wangu mimi naendelee. Sina hati. Afu mbona mimi nishakwambia? Mimi ni mlokole. Mambo ya kuzinizini, mambo ya utapeli sitaki. Afu sikiliza wewe. Unajua unavyoongea isije kama uko serious. Niko serious. Mimi sitaki mambo ya kijinga ujue. Na kwa nyumbani kwenu mtaita fujo pale. Naomba hizo hati haraka. Niko serious na hati sina. Na kuanzia hivi tunavyoongea sasa hivi, nikiinua mguu wangu hapa, kaka mimi na wewe hatujuani. Sehemu yoyote nitakayokuona, ukijaribu kujifanya kama unanijua, nitakuitia mwizi.
Ona mimi naitapeliwa. Yuko serious kweli huyo? Sije kama mkataji naye amekatwa. Siti. Siti mwanangu. Abe mkubwa. Kwa hiki ninachokwenda kukuambia nahitaji uwe mvumilivu sana. Sawa mwanangu? Ndiyo. Jipe moyo na ujikaze. Mpaka muda huu ninavyoongea na wewe hapa, baba yako hatuko naye tena. Baba amefariki Siti. Kwa hiyo pole sana mwanangu. Mama mkubwa, sina mtu mwingine nilibaki naye kwenye maisha yangu mimi. Taishije mimi mama mkubwa? Pole sana.